Tuende sambamba tena katika episodi ya pili. Basi tunaanzia hapa katika sehemu ya pili. Wakati maskini Mungu yule mtoto bado hali yake ni mbaya. Baba ni kwamba tu anakunywa pombe, lakini kumbuka kaka mtu alikuwa ameenda kutafuta dawa, lakini kwa bahati mbaya hivyo amedhibitiwa na kwa sasa yupo tena katika dunia. Na baba mwenyewe alikuwa hajui uwezo wa mtoto wake. Ilo yembe chicha. Wewe mtoto mpuzi wewe. Mtoto anasema baba, tumbo langu linaniuma. Maskini Mungu mpaka sasa kaka yake hajarudi. Yeye anasema hapa kuna makelele. Ilibidi atoke kwa sababu anakereka nayo makelele. Akaona sepe. Akamwacha mtoto huyu hapa. Maskini Mungu ni mtoto wake, lakini ndio hivyo. Pombe kisha kutawala ndo basi. Yaani unaiona pombe ina thamani. Kata anatoka alikutana na bwana mmoja, yule muindaji wa watu ambao ni wana maajabu kidogo. Huyu muindaji wa wachawi. Kamtuliza namna hiyo. Akamwambia nakupatia onyo na kuonya. Mimi nakuangalia kila mara. Sasa ni hivi. Kama ukimpiga tena ule mtoto, kiukweli nitakuua. Yaani nitakuteketeza. Usije tena kumshika ule mtoto. Yaani asimnyanyasa ule mtoto ambaye anaumwa na tumbo. Jamaa alikwidwa. Alikuja tu kumpiga mkwara. Japo ni makosa. Na hicho ambacho anakifanya ni kwamba inaonekana kule katika makao yao makuu. Basi mtoto mdogo huyu hapa. Bwana ni kwamba alichofanya alimletea yule mtoto mdogo pesa kisha kama kuondoka. Ni muindaji wa wachawi. Mtu huyu wanamuita Muyung. Sasa pana pili. Kiongozi aliona. Sasa alichukia kweli kweli. Anasema ni mpuzi, nishampatia amri kwamba asifanye chochote bila ridha yangu, lakini ameamua kufanya maamuzi peke yake. Ni katika kikosi chapa cha wawindaji wa wachawi. Hawa ni wachawi pia, lakini wanafanya kazi ya kuwatafuta wale wachawi wenzao ambao wanaenda kinyume, either wanafanya mambo ambayo sio katika hii dunia, na wanawakamata na kuna sehemu special ambao wanawahifadhi. Na target yao kubwa ni kumpata yule kijana ambaye anasimamisha muda. Nadhani tutamjua yule chelebra muite Junwoo. Kiongozi alichukia sana kwa kuona kijana anafanya kitu ambacho hakumtuma. Basi tunakuja pana pili katika siku mnafuata, tunakuja kwa kijana ambaye muite Junwoo, mtu ambaye tushajua kwamba anatafutwa na anawindwa na wale wachawi. Yeye ana uwezo wa kusimamisha muda. Basi leo ndio ilikuwa siku yake ya kuhamia katika hicho chumba. Sasa binti yuko hapa anapiga pigo safi. Binti akashangaa sana. Kwa maana inakuwaje mtu huyu ana mavitabu mengi, yani jamaa ana mavitabu mengi kuliko hata nguo, kuliko hata mabegi ya nguo. 진짜 이상한 놈인가? Huyu mtu bwana kabila anashangaza sana. Hasa binti anamsimamia. Jamaa hajapenda binti kumsimamia hapa. 저기요. Wewe? 네. Ndio. 언제까지 그러고 있을 거야? Ni kwamba utaenda kukaa hivi hapa kwa muda gani kunisimamia? Binti hapo anasubiri tu jamaa pange mizigo yake, achukue pesa kibunda. 왜요? Vipi? 그러니까 Binti anasema unajua hili jengo, yani katika hii nyumba tunaishi sisi kama family, kwa hiyo lazima useme kwamba kazi yako wewe ni ipi. Ghafla binti akanyemelewa na huyu jamaa huyu. 돈 벌고 뭐 하세요, 건물주님? Vipi asema mwenye nyumba, nini ambacho unafanya hapa? Wakati unatoka kutengeneza pesa. Sasa huyu ni ule mtu ambaye anamdai binti. Sasa ile jamaa limenyatia sehemu, yani amenyatia muda mwafaka. Anamtaimugi binti. Binti wakati anapokuwa na pesa ndo anakuja. Sasa amemnyatia binti kwa sababu anajua binti sana anapokea pesa, kodi kutoka kwa huyu kijana. Kwa hiyo anataka hiyo kodi aichukue kwa sababu sana anamdai binti. Ni pesa ndefu kule kweli. Binti natakiwa basi alipe. 올라가서 얘기해요. 300이로. Basi twende tukaongeze tu. Twende tukaongee mpangaji. Haya. Basi binti alipatiwa kodi na alikabidhi kwa bwana mtu ambaye anamdai, wanamuita Sokwang. Nimpongeza binti. Akamwambia bravo. 인간아, 결국은 해내는구만. Kim Sunha, umefanya kazi ambayo ni kubwa sana. Sikutegemea. Maskini Mungu binti pesa ambayo alikuwa ameweza kupatiwa kama kodi kabidi alete hapa kwa huyu mtu ambaye anamdai. Tuna binti deni hata nusu bado hajalimaliza. Takuwa apige kazi kinyama. 알았어. 또 가족 Jamaa anachotaka ni pesa. 이렇게 Na 사는데. ameishi na huyu binti zaidi ya miezi kadhaa na pesa ambayo anadai ni pesa ndefu kweli kweli. Jamaa anasema nakupatia muda kidogo. 감사합니다. Nataka unimalize deni langu. Binti akamwambia basi nashukuru sana.
영수증. Vipi, unaweza kunipatia receipt? 처럼 돈 받았으면서 안 받았다. Niwe na ushahidi, kwa sababu hapo baadaye labda unaweza kunigeuka na kuja kusema kwamba sijakupatia pesa. Kwa hiyo binti anataka receipt. Ili hata kama baadaye akija kumaliza deni asije kugeukwa kwamba hajalipa. Si unajua tena binadamu wanabadilika. Haya. Basi ndo kama hivyo hapo. Binti kapatiwa muda mchache. Naye anataka kumaliza deni ili chapchapu ili kufanya mambo mengine. Kwa sababu ili deni linamzuia kutokufanya mambo yake. Si unajua tena kuna vitu vya hapa na pale na nini kupanga maisha yake. Sasa sio tu ni kwamba anaishi kwa deni, tutakuwa pia pange maisha yake. Muda wa binti kukaa ni mchache sana. Kuna mtu ambaye anagonga mlango. Nani huyo? Kabiri atoke. Sasa ni huyu jamaa. Tatizo nini wewe sasa? 달라고 했잖아. 우리 Jamaa sema vipi? 님께서. 그래서 준 거야. Nakupatia dakika 10, nimegairi mawazo. 그러니까 Toka uniletee pesa. Sawa, niletee pesa. Japo nilikwambia kwamba nakupatia muda, lakini sasa muda wenyewe nataka pesa uniletee leo leo. 나랑 Uniletee hata kiasi kingine. Yaani mtu ambaye anamdai kila saa anataka pesa kutoka kwa binti. Nakuta binti kampatia kiasi fulani lakini bado tu anataka tena. Sasa kiasi ambacho leo binti kampatia ni kiasi kidogo. Kwa hiyo alimtaka binti akamtafutie pesa zingine za kuja kujazia ili iwe na uzito kama juzi alivyompatia baada ya binti kufanya kazi mara 4. Kwambia nini ambacho nasubiri? Fanya hivyo. Kama binti akishindwa ni kwamba mtu huyu hapa hii nyumba itakuwa ya kwake na binti hataki, na ndio maana anafanya kazi mara kwa mara. Akamwambia sasa sikia nakwambia, fanya hivyo. Taka pesa. 진짜 개. Yaani huyu jamani mpuzi. Anatamaa tu. Binti kwa sababu hataki hii nyumba imilikiwe na bwana, kwa inabidi tu kubali kujituma kama hivyo. Basi pona pili katika site fulani ya ujenzi, binti libidi ajichanganye, japo ni hakika alijichanganya katika sehemu ya pa kuja kupiga kazi ili kupata kaposho fulani kujazia uzito. Hii ni kazi ya kwanza, ataenda kutafuta na kazi nyingine. Hataki nyumba yao basi imilikiwe, na anafanya hivi kwa sababu ya kumaliza deni chapchapu ili pia afanye mambo yake mengine. Bwana, ndio bonge ya picha utakwenda kuipenda, tuone sambamba. Utaelewa fresh zaidi kwa sababu bado kuna mambo makubwa zaidi ambapo watu hawajafahamu kuhusiana na binti, tutafahamu tu. Tuone sambamba. Binti alisifasifiwa bana. Wazao alikuwa akimnyoshia vidole kwamba anajituma, angalie kwamba kazi gani atakuwa afanye, anafanya kazi ni kazi. Akaambiwa basi rudi siku ya kesho. Vipi, nataka nirudi kesho? Bwana anasema ndio. Huyu ni kama msimamizi hapa, alimpenda binti, binti anajituma, kwa kumwambia kwamba pia kesho arudi. Kwa leo wanaishi hapa, kesho atakuja kuendelea. Basi binti ni kwamba alipatiwa chake, alipatiwa pesa kidogo. Sasa yuko njiani anasinzia namna hiyo. Narudi zake nyumbani, kapiga pesa kidogo. Sasa natakuwa apate na pesa zingine kwa ajili ya kujazia. Wanamuita Kim Suna. Maisha ambayo binti anaishi maisha magumu sana. Binti kufika hapa, kipo kitu ambacho kilimkumbusha mbali sana. Ni jengo hili ambalo anatakiwa lilinde, alichunge